Fikiria dunia ambapo vita havitangazwi, hakuna milio ya mabomu, hakuna matangazo ya vita, lakini bado mataifa yanaanguka. Katika kivuli cha dunia hiyo kuna jeshi lisilo la kawaida. Jeshi ambalo halitii amri za serikali ya kawaida, jeshi ambalo lina nguvu ya kuanzisha vita bila kutangaza vita, na jeshi ambalo linaweza kufika popote duniani bila kuonekana. Hii siyo hadithi, hii ni kweli, na jina lake ni Islamic Revolution Guard Corps, IRGC. Jeshi la siri la Iran linaloogopwa na mataifa makubwa duniani. Lakini swali kubwa ni nani hasa anaendesha jeshi hili la IRGC? Kwa nini lina nguvu kuliko jeshi la kawaida? Na je, lina mpango gani wa siri ambao dunia haijui? Leo na kufungulia mlango wa siri ambao wengi hawawezi kusubutu kuufungua. Mnamo mwaka 1979 dunia ilibadilika milele. Ndani ya Iran kulitokea tukio kubwa sana, mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ya mwaka 1979. Kabla ya hapo, nchi ilikuwa chini ya utawala wa Muhammad Reza Shah Pahlavi, lakini utawala wake ulianguka. Wananchi waliinuka na wakiongozwa na kiongozi wa kidini Ayatollah Ruhollah Khomeini. Lakini baada ya ushindi kulikuwa na hofu kubwa. Ni nani atalinda mapinduzi haya? Na je, ni nani atazuia maadui wa ndani na nje? Jeshi la zamani halikuaminika tena. Ndipo wakafanya uamuzi wa kihistoria, kuandaa jeshi jipya, jeshi la uaminifu wa hali ya juu, jeshi la kulinda mfumo, sio mipaka tu. Na hapo ndipo IRGC ilipozaliwa. Tofauti na jeshi la kawaida, IRGC imeundwa kwa mfumo kamili wa vita. Ina vikosi mbalimbali kama ground force, wapiganaji wa vita vya ardhini, wanahusika na ulinzi wa ndani. Aerospace force, hii ndiyo nguvu kubwa zaidi, inasimamia makombora ya masafa marefu, inaendesha droni za kisasa. Navy, wanatumia mbinu za kushtukiza, boti ndogo ndogo nyingi zidi ya meli kubwa. Quds force, hiki ndicho kivuli halisi. Kikosi cha operesheni za siri ya nje ya Iran kiliwahi kuongozwa na Qasem Soleimani, mtu aliyekuwa na ushawishi mkubwa sana katika siasa za Mashariki ya Kati. IRGC haitegemei silaha za kawaida tu. Ina arsenal kubwa ya makombora kama Shahabi, Sejil na hypersonic kama Fatah. Makombora haya yanaweza kufika maelfu ya kilomita. Iran imekuwa miongoni mwa vinara wa drone kama vile Shahid drone, zinatumika katika migogoro mbalimbali duniani. Mbinu za kivita kama swarm tactics baharini, vita vya asymmetrical, kushambulia kwa kushtukiza. Operesheni za siri za IRGC. Hapa ndipo hadithi inabadilika. IRGC haipigani vita vya wazi kila wakati. Inapigana kivulini kupitia Quds force, husaidia makundi ya kijeshi ya nje ya Iran, hujenga mitandao ya ushawishi, hufanya operesheni zisizoonekana. Wataalamu wengi wanasema hakuna vita Mashariki ya Kati bila kivuli cha IRGC. Mnamo mwaka 2020 dunia ilisimama. Qasem Soleimani aliuawa kwa shambulio la drone lililofanywa na Marekani huko Baghdad. Hii ilikuwa zaidi ya tukio la kijeshi, ilikuwa ishara ya vita vya wazi kati ya nguvu mbili kubwa. Katika dunia ya leo, bunduki sio silaha pekee. IRGC ina uwezo wa udukuzi, propaganda, vita vya kisaikolojia, na upande mwingine Marekani na washirika wake pia hufanya hivyo hivyo. Hii ni vita ya akili dhidi ya akili. IRGC haiko peke yake, ina washirika kama Hezbollah, makundi ya Iraq, Syria na Yemen. Kwa njia hii, Iran ina uwezo wa kupigana vita bila kuonekana moja kwa moja. Kuna taarifa nyingi zinazodaiwa kuvuja mipango ya operation, mikakati ya kijeshi na ushirikiano wa siri. Lakini sio kila kitu ni ukweli, baadhi ni propaganda. Hivyo ukweli hubaki katikati ya kivuli. Marekani imeitaja IRGC kama kundi la kigaidi. Hii imeongeza vikwazo, migogoro na hatari ya vita kubwa. Lakini Iran inaiona IRGC kama ngao yake. Je, nini kitatokea baadaye? IRGC itaendelea kukua? Vita ijayo itakuwa ya wazi au ya siri? Na je, dunia iko tayari? Hakuna anayejua.
Ukweli ni huu, IRGC sio jeshi la kawaida, ni mfumo wa nguvu, ni kivuli kinachotembea duniani, na pengine ni moja ya nguvu hatari zaidi za karne hii. Kama umefika hapa, wewe sio mtazamaji wa kawaida, subscribe, like na share video hii, kwa sababu hapa tunakufichuria siri ambazo dunia haitaki uzijue.